Kasako Media. One power ahead. Hii ni yetu sote. Naam, karibu dai kwa wadaiwa wasichana, kwa wavulana, wakubwa kwa wadogo, wanasoka kwa wale ambao si wanasoka. Karibu sana, hii ni Kasako Media. Uko nami hapa Ishara Update. Nimekusogezea moja kati ya watu wakubwa sana ambao tunao hapa nyumbani kambini Nyarugusu. Ni kocha wa Old School. Na leo bana ni kutamatisha kile ambacho Kasako Media tulikwenda kukianzisha, ni seminar kwa ajili ya kutoa elimu kwa makocha, mashabiki, watangazaji na kadhalika. Mambo yote ambayo yanahusu soka basi tulikwenda kutoa leo. Siku ambayo tunakwenda kutamatisha kile ambacho tulikwenda kukianza huko nyuma, na nimeona ni busara kubwa sana kuongea na baadhi ya watu ambao walishiriki vyema kabisa kwenye semina hii hapa, tuweze kupata maoni yao na tujue semina hii ina nini ambacho kimeongezeka ndani ya fikra zao. Na moja kwa moja ni kocha wa Old School. Nitajaribu kumuuliza majina yake kwa wale ambao wasimfahamu, basi habatiki kupata fursa ya kumfahamu siku ya leo. Kocha, habari za asubuhi? Salama. Uko njema? Lakini nzuri kabisa. Na kwa wale ambao hawakufahamu kweli leo wapate fursa ya kukufahamu. Ndio, kwa majina naitwa Shabani Mboko maarufu ni Gaboy, kama kocha wa timu ya Asku, tena mwenyekiti wa makocha kambini Nyarugusu. Okay. Asante sana. Una umri gani sasa kwenye mwenyekiti wa makocha? Nafikiri na miaka 2. Miaka 2. Kuna changamoto zote ambazo unazipitia kwenye mwenyekiti? Hapana. Makocha wenzako wanakutii vyema? Wananitii, labda tu shida ni mazingira. Unakuta wengine wananifahamu kutokana na media, kututembelea sisi walimu. Ila changamoto sio nyingi. Asante sana. Leo ni moja kati ya siku bora sana kwa sababu tunaendelea na semina ile ya Kasako Media ambayo tulikwenda kuanzisha kwa ajili ya kutoa elimu kwa wale ambao hawajui kitu basi waongeze kitu chochote. Mpaka sasa semina hii wewe imekusaidia nini? Kweli ndugu mtangazaji, kwa semina hii ambayo imeandaliwa na Kasako Media, kwanza tuwashukuru kwa wote wale ambao wamechangia mchango wa semina hii, maana imetutoa kwenye moja kutuingiza 2. Kwa hiyo niseme shukrani sana, maana ni nzuri. Ndio. Nyie kama makocha mna darasa lenu kwa ajili ya kupata semina. Unahisi kuna mabadiliko yoyote ambayo unaona kabisa ndani ya makocha wenzako yanaanza kuonekana baada ya semina hii kwenda kuanzishwa? Naamini kweli katika semina hii, kwa ile ambayo tumeanza nalo na ambalo tumelipata, naamini tutakapoelekea mabadiliko yatakuwepo. Mpaka sasa wewe kama kocha na ambaye tena ni mwenyekiti wa makocha, nini hasa ambacho tulikuwa tunafeli na baada ya semina hii kitaweza kurekebika? Mimi nafikiri katika swala ambalo linasababisha sisi kufeli, kwanza ilikuwa ni elimu kwa ndogo, kutokuwa na uelewa wa uongozi, lakini kwa ile ambayo tumelipata nafikiri tumuombe Mungu kwamba atakuwa sawa. Semina hii haikuhusisha mashabiki wa vilabu vyetu, lakini katika mazingira tunayoishi mashabiki ni moja kati ya watu ambao wanafanya mchezo kupendeza lakini bado wanafanya mchezo kuharibika. Unahisi kulikuwa na umuhimu wowote wa kuhitaji mashabiki na wenyewe kupewa semina? Nafikiri hilo ni muhimu. Ni muhimu sana, sababu 80% wanaoharibu mchezo sasa hivi ni mashabiki. Maana wengi elimu hawana. Na kutokana na mazingira yetu, kwanza mawanja yenyewe ni duni. Unajua shabiki na muamuzi ni watu hapo sehemu moja. Kwa hiyo wanahitaji elimu zaidi. Na vipi kuhusu wachezaji wetu ambao tunawafundisha huko? Kwa wachezaji, hilo kwanza ni swala la walimu kuwa na elimu yenyewe ili kumpa mchezaji elimu yenyewe. Kwa hiyo nafikiri katika pande wa wachezaji at least 80%. Semina hii itatosha kweli au zifanyike semina nyingine nyingi huko baadaye? Mimi nafikiri upande wa semina huwa hazitoshi, huwa linatakiwa ziwe endelevu, sababu uzazi huja, uzazi waenda. Inakuwa ni busara kubwa sana. Naam, kuachana na semina, bado wewe ni kocha wa klabu na uko kwenye michuano. Ningetamani kidogo tuzungumzie timu yako hapa ambapo ulipo sasa. Umekutana na mtani wako Club United. Ni moja kati ya timu nzuri sana, nimeshuhudia game yake dhidi ya Hala Mauzo. Mpira ulitembea, lakini pia kocha wao ni Getri ambaye pia alicheza mpira, ana maufundi yake ya kufanya. Wewe kama wewe, nini ambacho unataka kuzungumzia kulingana na huu mchezo ambao unakwenda kukabili hivi karibuni? Ndio ndugu mtazamaji, nafikiri katika mechi ambayo nimekutana nao ya mtoano ya sema jirani wangu, dabi yangu, nasema ni mechi nzuri na maandalizi ni mazuri na pia timu nzuri. Mimi niombe kwamba mashabiki kwanza wana utulivu, sababu kitu ambacho na wasiwasi nacho zaidi ni mashabiki. Lakini kwa upande wa wachezaji
kwanza tuanzie timu pinzani na timu yangu tunaheshimiana kwa upande wa wachezaji, ila changamoto tu ni mashabiki. Laiti mashabiki wakiwa vizuri bila shida, mtafurahi, mtaenjoy. Yes, kupitia semina hii pia kuna lolote ambalo linaweza kufaidisha kulingana na mchezo ambao unakwenda kukabili hapo, mchezo wako wa derby, mchezo wa maasimu? Mimi nafikiri hilo lipo, hususan lile mashabiki. Hicho kipengele kipo, tutajitahidi kadri kwa ile ambayo tumeipata. Lakini pia timu yako ni moja kati ya timu nzuri sana hapa nyumbani, lakini mwisho wake unakuwa sio mzuri, hasa miaka hivi karibuni, hatua ya nusu finali unabaki 16, vitu kama hizo. Leo tukushuhudie kufika wapi? Hiyo ni kweli, nimeshaingia kwenye changamoto nyingi, hususan kuisha kwenye nusu finali, robo finali, ila katika ligi hii at least kwa elimu ambayo tunayoipata inatuzidi kutupa mwanga na kujua kipi cha kufanya ili kuvuka kwenye nafasi hizi ambazo tunapofeli. Kwa hiyo Otras kukamatwa hapa ni mpaka finali. Yawezekana. Tutakuwa na semina inshallah. Shukrani sana kocha. Nafikiri ungeacha neno moja kwa ajili ya wale ambao pia hawakupata fursa ya kuja kupita semina zetu, au wale ambao waliona hiyo fursa ipo lakini wakapuuzia. Ningeomba neno moja kwa ajili yao. Ndio, mimi niombe kwa hususani sisi walimu, maana ndio idara yangu. Mimi niombe kwamba tusiwe na dharau. Unajua kambini kuna kitu cha kudharau kwamba mtu fulani ndo ameongea, ni mwenyekiti wa shirikisho, ni Kasako Media. Mimi niombe kwamba tushirikiane, maana ni mpira vijijini, unaomba shirikiano. Wazo langu liwe la mwingine, la mwingine liwe la kwangu. Niwaombe tuzidi kushikamana na kuendeleza gurudumu letu liwe salama. Hapa tutumie fursa hii pia kuwataka chochote mashabiki zako Otras kulingana na mchezo ambao unao hapa usoni. Mimi niombe mashabiki zangu kwamba waje kwenye mchezo na amani na wategemee matokeo ni mazuri, wasiofu kabisa. Ndio. Shukrani sana. Asante sana. Ni kocha mkuu kabisa wa Otras. Tumezungumza machache, nafikiri umeweza kuyasikia vyema, lakini pia tumeweza kugusia kidogo masuala ya kabumbu, masuala ya mpira ambaye hivi karibuni ipo kwenye derby dhidi ya Club United ambaye ni mahasimu wakubwa sana. Pia ametoa neno la tumaini kwa mashabiki wa Otras kwamba wanahitajika kuja na matumaini kwa sababu ushindi ni wa Otras. Mimi ni update, hii ni Kasako Media. Waendelea kuwa na sisi kwa sababu ya kupata update zote za kila leo ndani na nje ya hapa kwetu kambini Nyarugusu. Tukutane ndani ya vipindi vijavyo. Naitwa Update Kasako Media. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.